nikuonyeshe kitu hapo ambacho Mungu alikuwa ananifunulia. Anasema hivi, amin nawaambie, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atafanya, nami na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Kama kuna kazi kubwa zaidi, Yesu alifufua, aliponya. Kama kuna kazi kubwa zaidi sisi tunaomwamini tutaifanya, uwe na uhakika pia kuna kumjua Mungu zaidi. Jamani, haleluya. Kama kuna vitu ambavyo Yesu alifaulu kwa Baba yake, ni kumjua Baba yake. Menisikia vizuri? Kama kuna vitu vilimfanya Yesu akatembea kwa viwango vya huduma kuu na ishara na miujiza, ni kwa sababu alimjua nani? Baba yake. Na akasema, yale ninayoyafanya siyafanyi mimi, na yafanya kwa sababu nimeambiwa na Baba niyafanye. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunachukua zaidi tu ya kukemea pepo na kusoma maandiko na kufunga, lakini hatuchukui zaidi ya kuomba kumjua nani? Mungu. Haleluya. Wakati Yesu anatoka kwa Baba yake, alimjua sana Baba yake. Kama kuna vitu vinasumbua na shetani anatutesa, ni kwa sababu anamjua Mungu sana kuliko sisi. Jamani, mmenisikia vizuri? Shetani anafanya nini? Anamjua Mungu sana kuliko sisi. Sisi tunamjua Mungu kwa kusoma maandiko, yeye alikaa naye. Umenisikia vizuri? Alikaa naye na akawa mmoja ya watu ambao walikuwepo kwenye kuizunguka kiti cha nani? Cha enzi. Kwa hiyo kwenye kiti cha Mungu naye shetani alikuwa tu hapo. Na nielewa vizuri? Kwa hiyo anaelewa faida za mtu kumjua Mungu na anaelewa hasara ya mtu kumjua nani. Na kama kuna vitu atakunyima, sio miujiza atakunyima kumjua nani? Kumjua Mungu. Jamani, haleluya. Yeye alikuwemo huko, alifinyangwa kwa ustadi mzuri. Alikuwa akitembea katika bustani ya Eden, na kwa sababu alitengenezwa na mavinanda mwili mzima, inawezekana yeye ndio alikuwa mtumbuizaji mzuri mle. Akipiga namna hii, jeshi la mbinguni lote linatulia, linaabudu. Jamani, haleluya. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo shetani atapambana navyo kwa mtu, sio kupata miujiza, ni kumpata kumjua nani. Haleluya. Anaweza asikuzuie kufunga na kuomba, anaweza asikuzuie kuishi maisha matakatifu, lakini anajua kuna zaidi ya kuishi maisha matakatifu ambayo hiyo wanadamu hawajaipata na hawajaijua. Jamani, haleluya. Kwa hiyo ile kwamba tunakemea mapepo, tunapiga nguvu za giza, tunapiga falme na mamlaka, haimaanishi tumemjua Mungu. Haleluya. Pepo anapotutii haimaanishi ndio tumejua Mungu sana. Jamani, haleluya. Kukemea pepo hakukupi kumjua Mungu. Mmenisikia vizuri? Yesu akawaambia akina Petro, wakaambia, mzee, tumeenda kuhubiri. Tulivyoenda kuhubiri, tulipofika kule, mapepo yalitutii sana. Cheki kitu Yesu anawajibu, ni majibu mawili tofauti. Jambo la kwanza anawaambia, msifurahi kwa sababu pepo wanafanya nini? Wanawatii. Jambo la pili anasema hivi,
Nimemwona shetani akishuka mbinguni akitaka kuja kuwapepeta kama ngano. Jamani, haleluya. Nini alikuwa anaonyesha? Jamani, anajaribu kutuambia tafuteni kumjua Mungu, majina yenu yaandikwe katika kitabu cha ufalme wa mbinguni. Na ili majina yaandikwe lazima tumjue nani? Haleluya, haleluya. Shetani haogopi mkemea pepo, anaogopa mtu anayemjua nani? Mungu. Kama kuna kitu ambacho shetani alikishindwa kwa Kristo Yesu, alishindwa kwa sababu ni mtu anayemjua Mungu. Jamani, haleluya. Ila alitaka kuzitumia mbinu zile zile za yeye kumjua Mungu kumzidi Yesu. Akataka, kwa sababu anajua alikuwa mbinguni, anamwambia geuza hilo jiwe liwe mkate. Kwa nini? Anaelewa huyu jamaa ana uwezo wa kugeuza jiwe liwe nini? Mkate. Sio kila mahali tunatakiwa kugeuza jiwe liwe nini? Mkate. Umenielewa vizuri? Jamani, haleluya. Sio kila mahali pa kuonyesha nguvu zako ulizonazo. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna vitu shetani anatucheka kwa sababu hatumjui Mungu. Kama kuna vitu shetani anatunyima, ni kwa sababu yeye anamjua Mungu kuliko tunavyomjua sisi. Kwa hiyo anajua Mungu ana nguvu, anajua Mungu ana uwezo, anajua Mungu ana mamlaka, anajua Mungu ana uwezo wa kuponya magonjwa yote. Lakini ili atende kazi kwetu, ni kwa kiwango kipi hao watu wamemjua? Kwa hiyo umaskini wetu uko katika kumjua nani? Usilaumu umaskini. Umaskini ni kwamba hatujamjua Mungu kwa kina vizuri. Kwa nini? Anasema katika Zaburi ya 24 mstari wa kwanza, anasema fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ya Bwana. Ukiendelea kusoma mpaka ule mstari wa 3, anaeleza hizo dhahabu kama ni mali ya Baba, na anaeleza, anasema katika Wagalatia, bila shaka ni sura ya 4 mstari wa kwanza, anasema mtoto awapo mrithi, mtu awapo mtoto ingawa ni mrithi anakuwa mtumwa, lakini anapokuja kuwa sasa ameerevuka anakuwa mtawala wa vyote. Kinachotokea ni nini? Shetani anachopambana nacho ni sisi kutokumjua baba yetu na urithi aliyotupatia na mali alizonazo. Kwa hiyo kama kuna vitu shetani anatucheka, ni kwamba wana wa Mungu tunaishi maskini kwa sababu hatujamjua baba yetu. Tunaishi kama watu dhaifu kwa sababu hatujamjua nani? Baba yetu. Baba yako ni rais, lakini wewe hujajua nguvu za baba yako, hujajua uwezo wa baba yako, hujajua mamlaka ya baba yako, hujajua utajiri wa nani? Wa baba yako. Na huko mtaani unaombaomba kama watoto wa mtaani, lakini kiukweli sisi sio wa kuombaomba. Jamani, haleluya. Amen. Nanielewa vizuri wana wa Mungu? Haleluya.